Baada ya waheshimiwa meza kuu kumaliza, tafadhali msafara kutoka jukwaa la pili, tutapita mbele ya mwili, tutazunguka jeneza, tutarudi kwenye nafasi. Tutapita mbele ya mwili wa marehemu, tutazunguka nyuma, tutarudi kwenye nafasi. Asante sana. Viongozi wetu wamemaliza kutoa heshima za mwisho kwa mama na rafiki. Ninaomba waombolezaji wote, nitaomba tuanzie nje kabisa. Wale ambao wako tayari kuaga nje ya fence yetu, tafadhali. Tutaanza tuchanganyikane wa mama na wa baba, nafikiri kutokana na jiografia tulivyokaa. Usiangalie ni mama au nani, tuje tuko pamoja. Kuanzia nje tutakuja, tutapita, tutazunguka, tutarudi kwenye nafasi yetu. Mtapita nyuma ya jeneza, mtamwaga marehemu, kisha tutarudi kwenye nafasi yetu. Karibuni wale wa nje kabisa. Naomba tuchangamke, muda si rafiki, hali ya hewa inabadilika na zoezi linatakiwa kufanyika katika hali ambayo Mungu ametupendelea kutupa jua. Tuchangamke tafadhali, hatua kubwa kubwa, ni vijana ni wengi, naamini tuna nguvu. Tunaweza kwenda haraka haraka, unapita unaondoka, unapita unaondoka. Tunakwenda haraka namna hiyo. Nakupenda Jehova, sina mwingine ila wewe tu. Wewe mnyunyizi wangu, unaninyunyizia maji wakati. Walioka barabarani, tunaomba ikiwezekana msogee, ibada imekwisha. Tusimame ili turuhusu nafasi kubwa ya njia ziweze kupishana barabara mbili. Pale katikati kuna kwama, sijajua kuna nini. Naomba waliokaa barabarani wanyanyuke ili mzunguko uende haraka haraka. Tafadhali. Tunaendelea kutoa taarifa ya jiografia ya mazingira yetu. Nyuma ya nyumba hii ambayo tunaitazama, kuna mazingira yameandaliwa kwa ajili ya jinsia zote, kwa ajili ya short call. Kwa tafadhali, ukihitaji kupata huduma mahali hapo, shuka ngazi hizi, zunguka nyuma ya nyumba, utakuta kuna lamani imeandaliwa, basi utaingia na kujistili hapo. Naomba tuongeze hatua, wengi tunamfahamu mama, ni yule yule. Kwa naomba tuongeze hatua, twende haraka haraka. Asante, naona watu wa nje wote wameisha. Basi naomba nikaribishe waliokaa jukwaa hili la chini, eneo la nyumbani.
eneo la nyumba, tafadhali tupandishe ngazi hizo tuje kuaga. Tukimaliza upande wangu huo wa kushoto kwenye kwaya, tafadhali itakuwa ni nafasi yenu. Tunaomba waombolezaji mlioko chini karibu na nyumba, tafadhali tupande chapchapu tumalize zoezi hili. Asante, naomba kwaya zetu tukianza na kwaya kuu tafadhali karibuni kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho. Talenti mnafuata. Karibuni kwaya tuchangamke kidogo. Na baada ya kwaya naomba familia tusogee ambao tuko mbali. Ni wakati wa familia, na baada ya familia mwisho kabisa ni viongozi wa dini. Na mara baada ya viongozi wa dini kumaliza, sanduku litafunikwa na tutakwenda kumzika mama. Familia tutaelekea moja kwa moja kwenye kaburi. Kuna viti vimeandaliwa, mtapata wasaa wa kupumzika pale. Baada ya kuaga Mheshimiwa na Nehemia utatuongoza kuelekea makaburini. Ni huzuni, lakini Mungu anayejua kufariji aendelee kuwafariji familia ya Mandia na kuyaishi yale ambayo mama ameacha kwenu kama kumbukumbu, na hiyo itatosha kabisa kumwenzi na kumtakia pumziko lililo jema. Omba tupate nguvu. Mungu awape nguvu ya kulibeba hili. Mungu awape nguvu ya kulibeba hili. Omba wasaidizi muwasaidie ambao wanaishiwa nguvu, waelekee moja kwa moja kwenye makaburi. Apeleke moja kwa moja kwenye makaburi kule. Kuna viti, wakatulie hapo. Poleni sana familia. Na kwa nafasi hii naomba ni wanyenyue waheshimiwa viongozi wa jukwaa kuu tuweze kuelekea eneo lile la makaburini, ili mara baada ya viongozi wa dini kuaga watakuja na mwili. Kuna viti kule, kuna watu watawapokea na kuwaelekeza. Karibuni sana.
baada ya familia kumaliza kuaga, viongozi wa dini watafuata, kiongozi wa msafara Baba Askofu Dr. Msafiri Mbilu pamoja na wachungaji na kisha wazee wa kanisa. Na mara baada ya hao kumaliza, tuomba lile jeshi letu linalotusaidia kubeba mwili huu litakuwa linasogea mahali hapa tayari kwa kubeba jeneza na kuelekea makaburini. Asante. Basi baada ya viongozi wa dini kumaliza zoezi hili na mwili kuondoka, nyuma yao viongozi tulioko jukwaa hili wote tutafuata msafara wa jeneza kwenda makaburini, kwa kuwa wengi wenu wanahusika kuweka mashada. Tutashirikiana wimbo 154 lifungu la kwanza, ninataka kuingia mjini kwa Mungu. Tarumbeta. Ninataka kuingia mjini kwa Mungu. Nitashinda, nitakaza mwendo nikishikwa na shida, nikitoka Pendwa mama yetu Alice Michael Mandia, Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata uzima wa milele. Amini. Basi sasa twendeni kumzika huyu ndugu yetu mpendwa kwa amani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Basi wale familia ambao wanahusika kufunika sanduku na wale watakao tusaidia kubeba, karibuni kwa ajili ya kufunika. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Gerald Kihio, ni mmoja wa wajukuu wa marehemu. Ifuatayo ni historia fupi ya maisha ya marehemu Alice Michael Mandia. Marehemu Alice Michael Mandia alizaliwa mnamo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 1935 katika kijiji cha Kilole Mzee, wilaya ya Korogwe, mkoani Tanga, akiwa ni mtoto wa kwanza kati ya watoto watano wa baba Michael Mtumbo na mama Dorothea. Sakramenti takatifu. Marehemu Alice Michael Mandia alibatizwa katika kanisa la Anglikana Korogwe, mkoani Tanga. Elimu. Marehemu Alice Michael Mandia akitimiza neno la Mungu
kutoka Mithali 4:13 inayosema, kamate sana elimu na wala usimwache aende zake. Alisoma katika shule ya msingi katika shule ya Old Korogwe mkoani Tanga na kuhitimu mwaka 1949. Marehemu alijiunga na chuo cha uguzi na ukunga cha Mtakatifu Michael kilichopo Korogwe mkoani Tanga na kuhitimu mwaka 1951. Ndoa. Marehemu alifunga ndoa takatifu na marehemu Mzee Ernest Hiza Salim Mandia katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri mnamo mwaka 1952 ambapo walijaliwa kupata watoto 10. Kazi. Marehemu Alice Michael Mandia alibahatika kufanya kazi katika vituo mbalimbali vya afya na aliajiriwa serikalini mnamo mwaka 1960 kama muuguzi, ambapo pia alihama vituo mbalimbali vya kazi hadi alipostaafu mnamo mwaka 1985 katika zahanati ya Magamba, wilaya ya Lushoto. Shughuli za kiroho na kijamii. Marehemu Alice Michael Mandia alikuwa mstari wa mbele katika shughuli za kiroho na kijamii. Alishika sana dini, alijitoa kwa hali na mali ya kanisa. Katika maisha yake alikuwa mchangiaji mzuri wa michango, alikuwa mhamasishaji mzuri wa michango kanisani na alijitoa sana katika kutoa misaada mbalimbali kanisani. Ugonjwa na kifo. Marehemu Alice Michael Mandia aliugua kwa muda mrefu katika vipindi tofauti na kupatiwa matibabu katika hospitali za wilaya ya Lushoto na hospitali ya Bombo ya mkoa wa Tanga. Kwa wakati mwingine marehemu alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, Dar es Salaam, na muda wote huo alikuwa akipata nafuu na kuendelea na majukumu yake ya kila siku. Hali ya marehemu Alice Michael Mandia ilibadilika ghafla siku ya Jumatano ya tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2025 mida ya asubuhi na kupelekwa katika hospitali ya wilaya ya Lushoto, na ilipotimu saa 7 kamili mchana Mungu alijitwalia mwana wake kabla ya matibabu mengine. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Neno hili tunalipata kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 1 na mstari wake wa 21. Msamaha. Tunatambua kwamba katika binadamu wake mpendwa wetu marehemu Alice Michael Mandia hakuwa mtakatifu. Inawezekana aliwakosea watu na watu wengine pia walimkosea. Kwa niaba ya familia na kwa niaba yake tunaomba msamaha kwa yote yule ambaye mpendwa wetu Alice alimkosea. Marehemu Alice hakuwahi kupandikiza chuki kwetu dhidi ya mtu yoyote. Ni kwa msingi huo tunatoa kwa yeyote aliyemkosea Alice. Wote sisi tupate kuwa na amani katika mioyo yetu na maisha yetu. Kwa sisi tuliobaki, maisha ya marehemu Alice Michael Mandia yawe fundisho kwenye maisha yetu. Tuishi katika njia inayompendeza Mungu sawa sawa na kitabu Warumi sura ya 14 na mstari wake wa 8. Tunaambiwa kama tunaishi kwa ajili ya Bwana, na pia kama tukifa tunakufa kwa ajili ya Bwana. Kwa hivyo basi, kama tunaishi au kama tunakufa, sisi ni mali ya Bwana. Kifo cha mpendwa wetu Alice kimetuhuzunisha, lakini tunamshukuru Mungu kwa maisha ya Alice. Kwa wanafamilia na wote walioguswa na msiba huu, tunawapa pole. Huu sio wakati wa kuhuzunika, bali kusherehekea maisha ya mpendwa wetu, na hata katika huzuni tulio nayo tutie nguvu na neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Isaya sura ile ya 41 na mstari wake wa 10, lisemalo, basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu
wa ushindi. Tunamshukuru Mungu kwa yote. Marehemu Alice Michael Mandia ameacha watoto 7, wajukuu 25 na vitukuu 13. Alice, mpendo wetu, tunamshukuru Mungu kwa maisha yako, kwani ulikuwa tunu bora kwetu. Tunashukuru kwa kukubali kwa kati yetu na kuishi pamoja nasi. Tunakushukuru kwa huduma, karama na vipaji vyako. Tunakushukuru kwa zawadi ya maisha yako, na tunakuombea upumzike salama huko mbinguni pamoja na malaika, ukimwimbia Mungu wetu utenzi wa sifa na shukurani katika kiti chake cha enzi. Tufarijiwe na maneno haya, kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, hali kadhalika katika Kristo wote wanahuishwa kwanza. Sawasawa na waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 15 na mstari wake wa 22. Buriani Alice Michael Mandia, buriani mpendwa wetu. Kwa heri mama, bibi Alice, tutaonana baadaye. Shukurani. Familia inamshukuru sana Mungu kwa zawadi ya maisha mpendwa wetu Alice Michael Mandia. Familia inatoa shukurani za dhati kwa uongozi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri usharika wa Magamba, ambao ulimhudumia mama yetu kwa kipindi chote cha maradhi na uhai wake na hata katika ibada yake hii ya mwisho. Aidha, tunatoa shukurani kubwa za kipekee kwa Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Msafiri Mbiru, askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, ambaye pamoja na majukumu yake mengi ameamua kuja kushiriki pamoja nasi katika ibada hii ya mwisho ya kumsindikiza mama yetu. Familia pia inawashukuru viongozi wengine wote wa dini na madhehebu mbalimbali waliopo hapa kujumuika pamoja nasi katika kutufariji. Familia pia kwa namna ya kipekee inaushukuru uongozi wa Mahakama ya Tanzania kupitia kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu na majaji wote wa Mahakama Kuu, Mahakama ya Rufani, mahakimu na watumishi wote wengine wa mahakama kwa kushiriki pamoja nasi tangu siku msiba ulipotokea mpaka leo hii tunapokwenda kumhifadhi mama yetu kwenye nyumba yake ya milele. Familia inatoa shukurani za dhati kwa viongozi mbalimbali wa serikali waliojumuika pamoja nasi katika siku ya leo. Familia pia inawashukuru madaktari na wauguzi wa hospitali ya wilaya Lushoto kwa kumhudumia katika safari yake ya kuugua na mwisho kumwandaa katika safari yake ya mwisho. Aidha, tunazishukuru pia hospitali ya mkoa wa Tanga, hospitali ya Bombo, hospitali ya Taifa Muhimbili, ambako mama yetu alikuwa akipatiwa matibabu huko kwa nyakati tofauti. Tunashukuru pia uongozi na wafanyakazi wote wa NSSF kwa rambirambi zao na ushiriki wao katika msiba huu kwa ujumla. Tunashukuru pia watumishi na viongozi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Tanga na Shinyanga. Vile vile tunashukuru marafiki wa karibu wa Mheshimiwa Jaji Nehemia Mandia. Lakini mwisho, lakini si kwa muhimu, tunashukuru kwa kipekee serikali ya uongozi wa kijiji cha Magamba kwa kushirikiana nasi katika kipindi chote toka marehemu mama yetu alipotwaliwa kutoka katika dunia hii hadi leo tunapokwenda kumhifadhi katika nyumba yake ya milele. Hatuna cha kuwalipa kwa moyo wenu wa kujitolea kwa hali na mali. Ni maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na kuwatunza kwa upendo wenu katika familia hii. Pia majirani wote na wananchi wote wa Magamba hatujawasahau, tunawashukuru pia na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe milele. Amen.
mpaka baadaye tutatoka. Limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima. Kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa. Nakushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye. Ile subuhi njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka. Moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka. Peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu Katika kutokuharibika, hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari, hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu, hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Maana sharti huu uharibikao uvae kuto kuharibika. Huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kuto kuharibika, Na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kushinda. Ku wapi ewe mauti kushinda kwako? Huu wapi ewe mauti kutua wako? Mungu na ashukuriwe. Atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa Mungu Mwenyezi amependezwa kwa rehema zake nyingi kumwondoa huyo mwenzetu Alice katika maisha haya, sisi tunauweka mwili wake ardhini. Pendwa Mama Alice Michael Mandia, umeumbwa kwa udongo. Narudi tena kuwa udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Yesu Kristo Mwokozi wetu atakufufua siku ya mwisho. Amen. Karibu kwa Yesu Kristo anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amen.
uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Enenda kwa amani ya Bwana. Tuombe. Tuombe. Mungu Mwenyezi, twakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako, kwa ajili ya kukutegemea wewe. Umetupa sisi tumaini lenye msingi ulio bora, nasi twajua ya kuwa utuachi tushindwe na nguvu na huzuni ya mauti. Kwa kufa mwana wako Yesu Kristo na kwa kumfufua, umetupa sisi ushindi dhidi ya kifo, nguvu za shetani na dhambi. Twakusihi utuhurumie na kutujalia imani imara, tusishikwe na woga wa kufa kama wale wasio na matumaini. Tumtazame Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ili sisi sote mwishoni mwa maisha haya tufike kwako kwenye usharika mkubwa wa mataifa yote yanayokusifu pasipo mwisho. Mahali hapo ulipo wewe hakuna njaa wala kiu wala machozi wala dhiki yoyote, kwa kuwa wewe utakuwa katika yote, msikilizaji wetu na mtoa uzima. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Sasa tutatoa nafasi kwa chache kabisa kuweka alama ya udongo kwenye kaburi, na baadaye ndipo tuingie kwenye utaratibu ule wa mafundi na kuendelea. Kwa chache hapa nichukue nafasi kumkaribisha Mheshimiwa Jaji Nehemia Mandia na mama yeye na mke wake wafike. Wachache na sasa ndio mafundi. Haya, tutangulia kwanza na ile alama ya msalaba ambao mchungaji wa usharika huu ataiweka msalaba huu kwenye kaburi la mama yetu. Asante. Baada ya kuweka msalaba huo wenye jina na maandishi ya marehemu, Baba Askofu anaweka shada la msalaba kwenye kaburi la marehemu. Baada ya Baba Askofu, mkuu wa jimbo pamoja na mchungaji wa usharika, baada ya hao familia ya Mheshimiwa Jaji Nehemia Mandia, kama umekaa sehemu haikuruhusu, basi watakaofika wakilishi watatosha. Kuna
Baada ya hapo, wajukuu na vitukuu, karibuni wajukuu na vitukuu. Tutakuwa tunamaliza zoezi kwa upande wa familia, wajukuu na vitukuu. Wadogo wa marehemu sijui kama wamefika, na mashemeji wa marehemu zunguka kaburi hili kisha unarudi, ili anayeingia anapita huko mbele. Pita huko alipo, zunguka kaburi hili, yes, unarudi kwenye nafasi yako. Weka shada, unanyoka, unakata kushoto, unarudi. Basi tutaanza wale viongozi wa serikali, wawakilishi wale kwa ajili ya kuweka mashada. Hapa nitamuomba Mheshimiwa Jaji Mfawidhi Mahakama Kuu Tanga, tafadhali kuna shada kwa ajili yako. Na baada ya kuliweka shada hilo, utakabidhiwa shada la pili kutoka kwa mwakilishi wa vyama vya majaji kutoka mashada mawili. La kwanza, viongozi wake wa waheshimiwa majaji, wakilishi wa wenza au wake wa waheshimiwa majaji, kuna shada hapa kwa ajili yenu. Marafiki wa Sancha ni marafiki wa Mheshimiwa Jaji Nehemia Mandia. Pewe shada kwa niaba ya ukoo wote wa Mandia. Hapa ya ile asinai, tukipata mwakilishi mmoja aliyopo karibu, tafadhali kuna shada kwa ajili yenu. Sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama inavyotimizwa mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe waliotukosea, tusitie majaribuni bali utuokoe kutoka uovu. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Pokeeni baraka ya Bwana. Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, ee Bwana wetu Yesu, wafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake na akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwazi nani tangu washeshwe. Mimi bibi ainileye kuanzia ni mdodo mpaka hivi. Kwa hiyo ina maana bibi, kifo chako hichi chini huzunishe sana. Maana tizakosa mtu ambaye ni kiongozi wetu. Kwa hiyo namkumbuka kwa mengi sana. Ni mtu ambaye ina maana atufundisha vitu vitana sana. Tabia zedi hizi na kutenda nemwe tufundisha. Kwa hiyo imeanza huzunika sana kwa kifo chako. Naombeza duti timombe yuko iko. Mungu amhoke eituke na timkumbuke zaidi yani. Mnambe. Ongea sana. Naitwa Catherine Nesti Mandia. Mimi ni mtoto wa kwanza wa Bi Alsi Michael Mandia.
Mamangu katika malezi alinipenda sana kupita kiasi. Mamangu alikuwa hata akisafiri hachi kuniletea zawadi. Ni mama aliyekuwa ananipenda mno katika maisha yake. Kwa hiyo namkumbuka sana mama yangu kwa malezi yake. Ni mama aliyekuwa anatukusanya, anapenda watoto wake, anapenda wajukuu. Kwa kweli ni mama aliyekuwa na upendo, ametufundisha upendo huo hata sisi kwa watoto wetu tuwalee katika upendo. Mamangu alikuwa sio mwongeaji. Kwa hiyo huwezi ukaelewa kuwa mama hapa nimemkosea au sijamkosea. Mama alikuwa sio mama wa kupiga. Mama hana hata siku moja utakayomuona anampiga mtoto wake. Mama anakuonya kwa kukupa maneno ya Biblia. Mwanangu, kasome somo hili. Utakapolisoma wewe mwenyewe utajua kuwa hapa nilienda kinyume na mama anavyopenda. Mama hata katika kazi, hata aje, mama alikuwa mkunga. Kwa hiyo hata aje mgonjwa saa 8 za usiku akigongewa, mama hata sema saizi ni usiku sana, alikuwa yuko tayari kwenda kumsaidia mgonjwa wake. Kwa hiyo mamangu ameniachia huzuni kutokana na malezi aliyonilea. Nafikiria kuwa malezi kama haya, ni nani atakayekuwa kiongozi wa kuniongoza katika familia yangu na watoto wangu na wadogo zangu. Nitawaelekeza, na mimi naomba karama, Mungu anipe karama kama ya mama yangu, ili nipate kuelekeza wadogo zangu na wanangu na wajukuu zangu, kama mama alivyoweza kuelekeza sisi watoto wake na wajukuu zake na vilembwe vyake. Mamangu, kama unanisikia, naendelea kuyaenzi uliokuwa unatufundisha. Mimi sitapenda mambo ya waganga, nitaenzi yale uliotufundisha ya kwenda hospitalini kujua afya zetu. Naomba hapo ulipo, kama unanisikia, haya mausio uliotuachia kupenda hospitalini, nitaeleza kwa ndugu zangu, wanangu na wajukuu. Hata ikibarikiwa kuona vilembwe, nitawaelekeza hivyo, kwa sababu haya tumerithi kutoka kwako. Kwa hiyo tutaendeleza mausia yako. Kwa jina naitwa Alice Kimweri. Mimi ni mjukuu wa pili kwa mtoto wake Catherine Mandia. Ninachoweza kumkumbuka bibi yangu, kwanza bibi ambaye amenilea tangu nazaliwa mpaka ukubwa wangu. Bibi namwenzi kwa mambo mengi, kwanza kwa upendo wake, lakini kikubwa zaidi bibi ametulea katika kumtumaini Mungu. Na tukiwa katika kugombana, bibi huwa anatusii sana tuwe watu wa kusameheana, tusiweke chuki katika mioyo yetu. Kwa hiyo namwenzi sana bibi yangu kwa hivyo. Mimi huyu ni mama yangu mkubwa, ametulea tangia tukiwa wadogo. Yeye ni mama, kwa sababu tulikuwa tunakaa wote pale, mimi kuanzia mdogo mpaka nikafikia umri hata wa kuolewa. Wote tupo tunaishi nyumba moja, yeye yuko nyumba hii na sisi nyumba hii jirani. Lakini amekuwa kama mama mzazi mpaka nimeolewa. Sasa hivi na watoto, naitwa bibi. Yeye ndio ambaye alikuwa ndio nesi wangu, mkunga wangu kwa watoto wangu wote niliowazaa. Kwa hiyo na bado tumeendelea kuishi hivyo maisha yetu yote. Ni mama yangu mpaka wakati anaanza kuumwa, hata anaumwa ni usiku ni mchana, tupo wote na yeye. Kwa hiyo ni mama yetu tena, ambaye ni mama wa karibu kabisa, aliyetulea wote, ambaye sio kwangu mimi, mpaka mama mtoto wa mwisho yeye ndo alikuwa mkunga wake. Kwa hiyo mpaka ametukuta sisi watoto wote wa mama tumejifungua wote, akiwa ndio mama yetu, ndio mlezi wetu, na ni mama mwenye upendo sana. Ukija wala huwezi kututofautisha sisi hata na watoto wake kwamba hawa ni wajirani, hawa ni wa kwangu. Kwa hiyo tumeishi vizuri maisha yetu yote mpaka hata hadi leo mauti unamkuta. Ni mama ambaye alikuwa na upendo, anatupenda, wala habagui kwamba hawa ni watoto wa jirani, wala hawa ni wanani, wala hawa na wajukuu wote wanajua ni bibi. Mpaka mwanangu wa pili mimi amechukua jina la mama huyu, anaitwa Alice. Kwa hiyo ni mama yangu mpendwa kabisa, ambaye tumeumia hata kwa msiba wake wa leo. Angekuwa anatusikia, yaani, na ningekuwa kuna uwezo wa kusema mtu unaweza kumwambia aishi, tungemuomba Mungu kwamba mpe maisha, bado tunaendelea kumpenda. Na hata kama leo amekufa, lakini tunaambia Mungu akamweke mahali pema peponi, ambapo na sisi tupate nafasi kama ya mama ambao wameipata, huenda tukakutane siku moja.
Nitamzungumzia mama yangu kwa mema alionionyesha. Amenifundisha mambo mengi tokea udogo wangu mpaka hapa nilipofikia. Amenionyesha upendo kwa watu, ameniambia niheshimu mkubwa na wadogo. Nikimwona mtu mzima niwe ni kama ni baba yangu, nikimwona mtu mzima zaidi hapo ni babu yangu, nikimwona mtu ambaye yuko makamo yangu atakuwa ni kaka yangu au dada yangu. Na wadogo watakapoona watu ambao ni wadogo kwangu, kama ni majirani au ni watu tu atakayekutana naye, nimuone kama mdogo wangu au mtoto wangu nilimzaa. Na ninachojivunia katika watoto wake wote 10, mimi ndo alinirisisha kazi ambayo alikuwa anaifanya yeye. Japokuwa kazi nilikuwa siipendi kwa kuogopa kuwa labda nitaingia mochwari, nitakutana na maiti, nitakutana na hiki, lakini alinihusia sana na kunisisitiza sana na kunishika mkono pale ambapo nilitakiwa niende nikapeleke maombi ya kuomba ajira. Nilitembea naye sehemu zote mpaka kahakikisha ajira nimeipata. Na pia cha kujivunia, wakati ninaanza kazi alihakikisha alinipeleka mkono kwa mkono mpaka kituo nilichopangiwa, na akaenda akanikabidhisha. Akaniambia namkabidhi mtoto wangu, na alinifungua kwa maombi siku ya kuondoka, na hata nilipofika kule kazini alinikabidhi kwa maombi. Ndio ninachojivunia, na akaniachia neno. Yeye na baba yangu marehemu walinipa Zaburi 2. Waliniambia, mtoto wetu, tunakuacha katika mazingira ambayo wewe umgeni kabisa, huku hupafahamu, lakini tunachokuomba kila siku ukilala tunakuomba usome Zaburi ya 5, na kila siku unapoamka asubuhi tunakuomba usome Zaburi ya 3, ndio itakao kulinda katika maisha yako. Kwa hiyo hicho najivunia sana, kwa sababu alinionyesha upendo, na siku zote aliendelea kunisisitiza. Napokuja nyumbani nikilalamika kazi ngumu, silali usiku, naamshwa na wagonjwa, yani mimi nalala macho hata wiki nzima, akaniambia, mama, hizi ndo kazi zetu tulizokuwa tunafanya hata sisi. Jipe moyo, shirikiana na wagonjwa, penda wagonjwa, usimdharau mgonjwa yoyote. Anayekuja ana shida unaweza kumsaidia kile unachoweza, msaidie. Unachoona huna uwezo, basi mfariji tu, umpe ushauri. Kwa hiyo ninajivunia kwa sababu ameniachia, tuseme katika wote mimi ndo nimeachiwa bahati kubwa sana, kwa sababu kazi aliyoifanya ndo nayo iendeleza mpaka leo ya kutibu wagonjwa, kuhudumia wagonjwa.